Bwana Yesu asifiwe. Ndugu wapendwa, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nasi. Nami kwa kadiri ya neema niliyopewa na Mwenyezi Mungu kupitia mitume aliyowafunulia siri zake ili waihubiri injili ya kweli, nami leo hii ningependa tushirikiane mambo yafuatayo ambayo yamekuwa ni mkanganyiko kwa watu wengi. Ndugu wapendwa katika Bwana, neno la Mungu linasema, amini amini, yeye alisikia neno langu na kuliamini yuna uzima wa milele. Ni katika kitabu cha Yohana 5:24 ndipo unaweza ukayapata maandiko hayo. Lakini pia neno la Mungu linatuambia katika kitabu cha Waefeso 2:20 kinasema kwamba sisi tumejengwa katika misingi ya mitume na manabii. Kwa hiyo ndugu zangu, tunapaswa kuwasikiliza ni nini kile ambacho manabii na mitume wanatuambia. Na tutambue tu kwamba ndugu zangu, neno la Mungu halihitaji fasiri ya aina yoyote ile. Neno la Mungu ni ufunuo halisi waliopewa na manabii ili litufikie sisi kwa njia ya maandiko matakatifu. Hivyo neno la Mungu halihitaji fasiri ya aina yoyote ile. Ukisoma katika kitabu cha Petro wa pili 1:20 inasema neno la Mungu halihitaji mfasiri wa aina yoyote ile. Sasa kuna maandiko ambayo yamekuwa yakileta mkanganyiko ama changamoto kwa watu wengi, hasa andiko katika Wakorintho wa kwanza 14:34 linalosema kwamba wanawake hawapaswi kuhubiri. Lakini pia katika andiko la Timotheo wa kwanza 2, tukianza na Timotheo wa kwanza 2:7, Paulo anasema kwamba nami kwa ajili ya huo naliwekwa niwe mtume katika imani na kweli, mwalimu wa mataifa, si taifa moja tu, bali kwa mataifa yote ulimwenguni. Sasa ndugu zangu, kama ilivyo ada kwamba sisi tumejengwa katika misingi ya mitume na manabii, Paulo anasema katika Timotheo wa kwanza 2:12 kwamba simpi mwanamke ruhusa ya kunena, kwa maana wa kwanza kuumbwa ni Adamu. Inapaswa utambue, mtu wa Mungu, kwamba neno la Mungu linasema mwanaume ni kichwa cha kanisa na mwanamke ni kanisa. Mwanaume ni kichwa cha Kristo na wa kwanza kuumbwa ni Adamu. Sasa kama wa kwanza kuumbwa ni Adamu, na sisi tunaambiwa kwamba tumejengwa katika misingi ya mitume na manabii, lazima tusikilize Biblia inasemaje. Kila mtu amekuja na fasiri yake juu ya hili kutokana na theolojia za chuo, kulingana na maandiko wanayofundishwa chuoni. Lakini ndugu zangu, neno la Mungu litabaki pale pale, na Biblia inatuambia katika Wagalatia 1:8 kwamba awaye yote akiwahubiri ninyi injili tofauti na hii alaaniwe, hata kama ni malaika kutoka mbinguni. Ni katika kitabu cha Wagalatia 1:8 unaweza ukayapata maandiko hayo. Lakini katika kitabu cha Ufunuo 22:18-19 inasema kwamba atakayeongeza wala kuyapunguza maneno ya unabii wa kitabu hicho ataongezewa mapigo zaidi ya hayo. Kwa ndugu zangu, inatakiwa tutambue kwamba neno la Mungu halihitaji mfasiri. Neno la Mungu limekwisha funuliwa katika mitume na manabii. Neno la Mungu litabaki kama lilivyo. Lakini leo hii kila mtu amekuja na tafasiri ya aina yake. Tutambue hata hapo mwanzo Mungu alimuumba Adamu na Eva akatoka katika ubavu wa Adamu, na ndivyo maandiko yanavyotuambia kwamba wa kwanza kuumbwa ni Adamu.
Mwanaume ni kichwa cha kanisa. Mwanaume ni mfano wa Kristo. Mwanamke ni kanisa. Hivyo inatupasa tuishi katika maandiko yanavyosema, au maandiko yanavyosema, amini amini, yeye alisikiaye neno langu na kuliamini yuna uzima wa milele. Yatupasa tutembee katika maandiko na si kusikiliza fasihi za wana theolojia wanaotuambia kwamba hapa hapamaanishi hivi, hapa hapamaanishi hivi, hapa Mwenyezi Mungu alimaanisha wale watu ambao si wa Kristo wanaojiinua na kuanza kuhubiri maandiko. Hiyo si sahihi. Yatupasa tutembee katika utimilifu wa neno la Mungu, maana neno la Mungu halihitaji fasihi. Neno la Mungu linabaki kama lilivyo. Ndugu zangu, ni wasihi, haya si maagizo ya Paulo, ni maagizo ya Mungu aliyewapeleka, kwa maana yeye aliwateua watu wake toka mwanzo. Mungu aliwajaza Roho Mtakatifu toka mwanzo, akawachagua kwamba hawa ndio wanaostahili kuihubiri Injili. Nasi tumejengwa katika mitume, misingi ya mitume na manabii. Hivyo basi inapaswa tuwasikilize mitume ni nini wanachokisema, kwa maana kazi ya kila mtu itapita katika hukumu. Ukisoma katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 3:10 na kuendelea, utayapata hayo yote. Ndugu, tuendelee kufuatilia. Unapokuwa na tatizo, basi toa komenti zako, nami nitaweza kukupa maandiko ya kutosha ili uweze kuelewa juu ya maandiko haya. Ndugu zangu, tusome maandiko. Wachungaji hawatatupeleka mbinguni. Wachungaji hawatatupeleka mbinguni. Kitakachotupeleka mbinguni ni Biblia na wala si dhehebu. Yeye hakuja kwa ajili ya madhehebu, bali alikuja kwa waaminio wote. Jina la Bwana libarikiwe.